moja ya sababu ambao wanakuwa hawataki ni kwamba kule waliko wanaamini ndio kuna namna bora zaidi, kuna namna rahisi zaidi ya wao kupata utoshelevu. Haleluya. Ile mtu anakuwa anaamini kwamba nitakapoanza kwenda kanisani utaanza kunichelewesha mimi kupata utoshelevu, utaanza kunichelewesha mimi kufikia malengo. Na ndio maana huwa haishangazi hizo bodi zinafanyaje Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwamba mtu anapokuwepo au anapokwenda katika eneo lolote, kitu ambacho anakuwa amekwenda kutafuta ni utoshelevu. Amen. Kwamba iwe kwa namna ambayo ataridhika, atajisikia vizuri. Na ndio maana kumekuwa na vitu mbalimbali, watu wanakuwa wanajiambia kwamba mimi nafikiri nitakapofanikiwa kujenga utakuwa ndio mwisho wa matatizo yangu. Mtu akiwa kwenye harakati hizo, utakapomwambia habari za wokovu ni unamchanganya, kwa sababu yeye kuna lengo fulani analo. Lile lengo atakapolifikia ndipo anaamini kwamba atapata utoshelevu. Amen. Haleluya. Amen. Na imekuwa ni wazi, wamekuwa ni watu ambao wanakuwa na namna mbalimbali za kutafuta utoshelevu. Na sisi hapa tuko tunatafuta utoshelevu. Hatujaupata bado, tuko tunautafuta utoshelevu. Amen. Inabidi na wewe tumekubaliana kwamba mazingira haya Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunakubaliana kwamba mazingira haya ndio mazingira pekee yanayoweza kuleta utoshelevu kuliko mazingira mengine yoyote. Kwa sababu tulioko hapa ni watu ambao tumeshajaribu, tumeshatafuta huko nje kutafuta utoshelevu, hatujaupata. Haleluya. Wakati fulani tuliamini kwamba utakapooa, yaani hapo ndo mambo yatakwenda sawa. Yaani tukioa tu, mimi nina shida kwa sababu sijaoa. Nikioa tu mambo yatakwenda vizuri. Mimi nina shida kwa sababu sijaolewa. Yaani nitakapoolewa tu mambo yatakwenda sawa sawa. Lakini kwa sehemu kubwa watu walioa, watu waliolewa, lakini bado utoshelevu haukupatikana. Ile namna ya riziko la ndani, kwamba kuona kwamba sasa mambo yako sawa sawa, kile kitu hakikupatikana. Haleluya sana. Amen. Na kwa sababu hiyo wanadamu wengi wamekuwa na namna mbalimbali za kutafuta huo utoshelevu. Tumekusanyika hapa tunatafuta utoshelevu. Watu wako huko nje wanatafuta utoshelevu. Usione mtu yuko ameenda kufanya biashara anatafuta utoshelevu. Usione mtu pengine ameenda kukopa anatafuta utoshelevu. Usione mtu pengine amesafiri ameenda kijijini anatafuta utoshelevu. Usione wa mjini wanahama waenda kijijini wanatafuta utoshelevu. Haleluya sana. Lakini ya maisha haya hakuna utoshelevu. Hakuna kitu cha maisha haya kitafanya mtu apate utoshelevu. Sasa tunakusanyika, tunaabudu ili kupata utoshelevu. Napozungumza utoshelevu, manake kunakuwa nitumie lugha hii, kunakuwa na kiu fulani au kunakuwa na shauku fulani, ambayo hiyo shauku unakuwa unaamini kwamba hii shauku hiki kitu ili niweze kuwa vizuri, kuna kitu lazima nikipate. Na ikiwa hicho kitu ni kitu cha maisha haya, ni kitu cha dunia hii, hakitatosha. Haleluya sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niombe mtu mmoja aende barabarani chukulie kama wewe huko, ili tujue kwamba kwetu ni kufituka. Amna kote. Sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba tunaabudu ili kupata utoshelevu au riziki. Pointi ya kwanza nikawa nimeandika hivi: duniani kila mtu anatafuta utoshelevu, anayeabudu na asiyeabudu. Kila mtu anatafuta utoshelevu. Ndicho kitu ambacho kinawafanya watu wapambane toka wanazaliwa mpaka wanakufa. Lakini ndio kitu ambacho kwa sababu ya kukitafuta vibaya au kutumia njia mbaya kukitafuta, ndiye tunaabudu. Duniani kila mtu anatafuta utoshelevu, anayeabudu na asiyeabudu. Kila mtu anatafuta utoshelevu. Duniani kila mtu anatafuta utoshelevu. Moja ya sababu ambao wanakuwa hawataki ni kwamba kule waliko
wanaamini ndio kuna namna bora zaidi, kuna namna rahisi zaidi ya wao kupata utoshelevu. Haleluya. Ile mtu anakuwa anaamini kwamba nitakapoanza kwenda kanisani utaanza kunichelewesha mimi kupata utoshelevu, utaanza kunichelewesha mimi kufikia malengo. Na ndio maana huwa haishangazi Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Kwamba mtu anapokuwepo au anapokwenda katika eneo lolote, kitu ambacho anakuwa amekwenda kutafuta ni utoshelevu. Amen. Kwamba iweko namna ambayo ataridhika, atajisikia vizuri. Na ndio maana kumekuweko na vitu mbalimbali, watu wanakuwa wanajiambia kwamba mimi nafikiri nitakapofanikiwa kujenga utakuwa ndio mwisho wa matatizo yangu. Mtu akiwa kwenye harakati hizo, utakapomwambia habari za wokovu ni unamchanganya, kwa sababu yeye kuna lengo fulani analo. Lile lengo atakapolifikia ndipo anaamini kwamba atapata utoshelevu. Amen. Haleluya. Amen. Na imekuwa ni wazi, wamekuwa ni watu ambao wanakuwa na namna mbalimbali za kutafuta utoshelevu, na sisi hapa tuko tunatafuta utoshelevu, hatujaupata bado, tuko tunautafuta utoshelevu. Inabidi na wewe tumekubaliana kwamba mazingira haya. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tunakubaliana kwamba mazingira haya ndio mazingira pekee yanayoweza kuleta utoshelevu kuliko mazingira mengine yote. Kwa sababu tulioko hapa ni watu ambao tumeshajaribu, tumeshatafuta huko nje kutafuta utoshelevu, hatujaupata. Haleluya. Wakati fulani tuliamini kwamba utakapooa, yaani hapo ndo mambo yatakwenda sawa. Yaani tukioa tu, mimi nina shida kwa sababu sijaoa. Nikioa tu mambo yatakwenda vizuri. Mimi nina shida kwa sababu sijaolewa. Yaani nitakapoolewa tu mambo yatakwenda sawa sawa. Lakini kwa sehemu kubwa watu walioa, watu waliolewa, lakini bado utoshelevu haukupatikana. Ile namna ya riziko la ndani, kwamba kuona kwamba sasa mambo yako sawa sawa, kile kitu hakikupatikana. Haleluya sana. Na kwa sababu hiyo wanadamu wengi wamekuwa na namna mbalimbali za kutafuta huo utoshelevu. Tumekusanyika hapa tunatafuta utoshelevu. Watu wako huko nje wanatafuta utoshelevu. Usione mtu yuko ameenda kufanya biashara anatafuta utoshelevu. Usione mtu pengine ameenda kukopa anatafuta utoshelevu. Usione mtu pengine amesafiri ameenda kijijini anatafuta utoshelevu. Usione wa mjini wanahama waenda kijijini wanatafuta utoshelevu. Haleluya sana. Hakuna kitu cha maisha haya kitafanya mtu apate utoshelevu. Sasa tunakusanyika tunaabudu ili kupata utoshelevu. Napozungumza utoshelevu manake kunakuwa nitumie lugha hii, kunakuwa na kiu fulani au kunakuwa na shauku fulani ambayo hiyo shauku unakuwa unaamini kwamba hii shauku hiki kitu ili niweze kuwa vizuri kuna kitu lazima nikipate. Na ikiwa hicho kitu ni kitu cha maisha haya, ni kitu cha dunia hii, hakitatosha. Haleluya sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Niombe mtu mmoja aende barabarani chumii kama wewe upo, ili tujue kwamba kwetu ni kumefyatuka. Amna kwa sawa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwamba tunaabudu ili kupata utoshelevu au riziki. Pointi ya kwanza nikawa nimeandika hivi. Duniani kila mtu anatafuta utoshelevu. Anayeabudu na asiyeabudu. Kila mtu anatafuta utoshelevu. Ndicho kitu ambacho kinawafanya watu wapambane toka wanazaliwa mpaka wanakufa. Lakini ndio kitu ambacho kwa sababu ya kukitafuta vibaya au kutumia njia mbaya kukitafuta, ndiye tunaabudu. Duniani kila mtu anatafuta utoshelevu, anayeabudu na asiyeabudu. Kila mtu anatafuta utoshelevu duniani, kila mtu anatafuta utoshelevu. Kila mtu anasubiria mwenzie afanye. Mungu anawatafuta watu wanaomwabudu katika roho, anawatafuta. Na sisi tunamtafuta Mungu, lakini hatuonani. Unafikiri shida iko wapi? Shida ipo kwetu.
Yaani shida iko kwetu, shida iko na sisi. Yaani sisi ndio bado hatupiti, hatufanyi sawa sawa, hatutembei sawa sawa. Tunaamini tu kwamba tuko katikati ya mfungo hapa, kwamba na Mungu abariki tulio kwenye mfungo, Mungu abariki sana. Mungu abariki sana, Mungu abariki. Kweli mmechongoka, lakini neema Mungu ni kubwa. Neema Mungu ni kubwa. Amen sana. Sasa kuna haja gani unanenepa alafu mambo yametingana? Yaani unanenepa alafu mambo yako sawa sawa. Twende kwa maisha haya. Twende tu hivi. Haleluya sana. Sasa huu mfungo sasa, kitu ambacho wewe unaweka nacho. Usitiko akileko sisi nakwambia, tutoma tu siku 40 tu pa. Basi mimi ndo nafunguka na kuwa na ile uwezo, ile upako ile. Wewe subutu. Hicho kitu hakiwezi kutokea. Ili kitokee itategemea wewe sasa. Ukiwa katikati ya mfungo unawaza nini? Una wakati mzuri wa kufikiri kwa kina. Hivi nashindwanga wapi? Hivi penye siwezaji mimi ni wapi? Hivi penye mimi naonekana tu bado tu mlegevu. Hivi ni wapi hapo? Kwa nini nionekane mlenda wakati wote hivi na kwa mwaga wapi hapo? Kupitia mfungo upatafute hapo, upakute alafu upazibe. Hapajapatafuta, hapajaonekana. Tutahesabu miaka kama usitone hivi, sasa tupiga 40. Hapo kwa nini unanishapiga 40? Wanaika na kuangalia. Wewe ni kama mimi kabisa wewe. Mimi sipolewa, kama wewe hivi. Hapa tu nimeelewa. Ila sipolewa. Mimi nakuwa hivi kama wewe. Kimbia hapana, mimi tofauti na wewe kabisa. Tumechangamka sana. Haleluya. Amen. Hapo sasa tumechangamka, hata wewe unakuwa unaona. Ukiwa kazini unapochangamka, ni rahisi kukaa kazini mpaka usiku. Ila ni kazi ngumu sana kukaa kanisani mpaka usiku. Amen. Ni rahisi kukaa kazini ukiwa na sura ambayo hulazimishi kwamba mtumishi changamka. Wewe tu unasikia hapa ndio mahali ambako kweli. Na uzuri au ubaya kazini, wateja wawepo wasiwepo, kunakuwa na kasaburi fulani hivi shetani anakupa kwamba hata watakuja tu. Sio muda mrefu watakuja. Hata kama hawaji watakuja. Ndio akutokee mmoja, sio aje anunue, aje aulize tu. Hivi shilingi ngapi? Sema hii bwana asa atakuja siku nyingine. Sema atakuja tu, kesho sio mbali. Amesema atakuja kesho sio mbali. Kunakuwa na namna ya kuvumilia na kusubiri, kwa sababu kule kwa sehemu kubwa ndio kunakuwa na vipaumbele vyetu. Lakini kanisani sio mahali ambapo unakuwa unakaa kwa saburi hiyo. Kwamba hapa, yani hapa iwe iwapo lazima nitoke na kitu. Kipimo cha kwamba hatukai kwa hiyo saburi kanisani ni baada ya kumaliza ibada. Sisi tumefanya ibada nyingi watu wa Mungu. Ibada tumefanya nyingi mno. Kwa ibada hizo zifanya kiukweli kabisa, itakiwa tulikuwa tumeshabadilika. Amen. Ule uwezo, ile nguvu, ile baraka imeshakuwa juu ya miili yetu. Lakini kwa nini ile baraka haijakaa juu ya miili yetu? Sisi bado vipaumbele vyetu ni kule nje. Amen. Bado ni kule nje. Kule nje tunakuangalia sana. Kule nje tunakutaka sana. Kuna vitu tunavihitaji sana kwamba yaani hapana. Na mimi nijengeko wewe. Hapana. Na mimi niwepo. Hapana, mimi niwepo kagani. Amen. Kwa unakuja kanisani wakati kuna vitu tayari vimeshapandana kichwani, na kuna waza nje, na kuna waza pale. Lakini Mungu yeye hakutaka tufike huko. Hakutaka tufikiri hayo. Yeye alitamani tunapokuwepo kwenye eneo la ibada tu tunafahamu kwamba ibada ndio mkombozi wangu wa mwisho. Ndio mkombozi wangu wa mwisho. Nikishindwa hapa hakuna mahali nitaenda kuweza. Ikishindwa hapa manake yote yameshindikana. Ila sisi tumechangamka mno. Tumechangamka. Sisi tunataka